Yes, tunamshukuru Mungu sana kutupatia neema hii. Naitwa Obadia Baraka Hango, mtumishi wa Mungu katika chuo cha umisheni pale Tanga, lakini pia niko na rafiki yangu ambaye tumefahamiana kwa muda mrefu, na nimeona ni vizuri sana katika kipindi hiki tushirikiane mawili matatu katika majadiliano ya mada yetu siku ya leo. Nina rafiki zangu wawili hapa. Tunaye mzee wetu pale anaitwa mzee Ashe Kaula, lakini tunaye rafiki yetu mwingine hapa anaitwa Alpha Ado na anaweza sema namtumikia Mungu wapi na nini hasa unafanya. Amen. Awali yote nikushukuru sana ndugu Obadia Hango Baraka kwa ajili ya nafasi ambayo unatupa kupitia media yako kwa siku ya leo. Kama ambavyo nimejitambulisha, naitwa Alpha Ado, namtumikia Mungu katika kanisa la Divine Healing Church ilipo Chanika jijini Dar es Salaam. Asante sana. Nashukuru sana. Najua una hamu sana ya kusikia mzee wetu Chaula naye atasema, usiwe na mashaka, lakini moja kwa moja tuende katika mada yetu siku ya leo. Unajua yako mengi ambayo yanaendelea katika jamii yetu, lakini leo sisi tumetamani, ikiwa kwa namna ambayo Mungu ametupa maarifa haya, tuzungumze na wazazi. Sisi ni wazazi, tunaelewa mambo kadhaa ambayo yangefaa kwa ajili ya watoto wetu, na leo tumekuja au tumetamani tukumbushane kwamba nini hasa tufanye, tuimarishe. Inawezekana tumekuwa tukifanya haya, lakini mawili matatu, Biblia inasema nini kuhusu namna ya kumlea mtoto? Na sisi kama wazazi tunao wajibu, na wajibu wetu, na hasa kama wanaume au wababa, natamani tukumbushane. Yako mengi sana ya kufanya, lakini neno la Mungu katika Mithali sura ya 22 mstari wa 6 unatuongoza katika kile ambacho Mungu wetu anatamani kama wazazi tukifanya. Na anasema, neno la Mungu linasema Mithali 22 mstari wa 6, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Njia impasayo ni nini hasa mwalimu? Hebu tuambie. Kama ambavyo ndugu Hango umetoa mjadala ambao tunao kwa ajili ya swala la malezi na Biblia kama mwongozo, katika kitabu cha Mithali 22 mstari wa 6 tuliosoma, nasema mlee mtoto katika njia impasayo, na akisema kuwa hata iacha hata atakapokuwa mzee. Njia impasayo manake ni yale malezi bora au malezi mema ambayo hayo mtoto huyu akifundishwa au akilelewa kwayo yatakuwa ni msingi imara wa maisha yake yeye, hata akija kuoa au kuolewa, hata maisha yake yote ya kuishi hapa duniani. Hivyo kusema malezi anayolelewa mtoto ndiyo yatakayokuwa ya namna ya maisha ambayo mtoto huyu ataishi baadaye. Kumbe maisha ya mtu mzima yanajengwa tangu akiwa mdogo kupitia malezi anayopewa, na ndipo Biblia inasema mlee katika njia impasayo, iliyo bora, impasayo machoni pa Mungu, yale ambayo Mungu anafurahia. Ili tupate raia mzuri inategemeana na malezi ambayo alilelewa kwayo. Ili tupate mchungaji mzuri inategemeana na malezi aliyolelewa pale kwenye ngazi moja ya familia na jamii inayomzunguka, hasa tukianza na familia ambayo mtoto huyu amepewa zawadi. Wewe umekuwa mwalimu kwa muda mrefu, umekutana na watoto, umewatunza, umewahudumia. Je, unafikiri kwamba ukimwangalia tu mtoto unaweza kuhisi au kujua namna ya malezi? Kwa kuwa mwalimu kwa zaidi ya miaka 6, ambaye pia si tu mwalimu, ni mwalimu unayehusiana na watoto. Ninapokutana na watoto zaidi ya 20, na kwa kuwa nakuwa na watoto hata zaidi ya miaka mingine ambao nawapokea kwa vipindi tofauti, wanakuwa kiukweli pale najua kabisa kuwa malezi yamekuwa yana nafasi gani, kwa sababu kuna watoto wengine tukiwapa zoezi mfano hata la kuvaa nguo kama ni mchezo fulani, wengine hawawezi. Kwa hiyo inanipa kujua kwamba huyu mtoto huyu nyumbani wazazi hawajamfundisha. Lakini pia mtoto akinikuta kama mwalimu nimesimama mlangoni kabla hajaingia, mwingine anapita tu
mwingine anakuja ananipa mkono kunisalimia, najua hiki ambacho huyu mtoto mwingine ananisalimia, mwingine ananisalimia, inatokana na jinsi ambavyo nyumbani wamelelewa. Na inasemekana kwamba mtoto kadri anavyokuwa labda yule ambaye amekuwa akiambiwa usifanye hivi anaendelea kufanya, anachapwa. Familia zetu za Kiafrika tunajua kwamba mtoto wanaadhibiwa, wanachapwa. Na neno la Mungu pia limesema usimnyime mtoto mapigo. Na pia imetukumbusha kule kwamba kupitia neno la Mungu tunaweza kupata adabu, tunaweza adabisha, tunaweza onya. Neno la Mungu linaonya, linaadabisha pia. Nafasi ya neno la Mungu, nafasi ya maisha ya kiroho ikoje katika malezi ya watoto? Je, tuache kuwachapa, tuwafundishe tu, au tuwachape lakini pia tuwafundishe, au tufanyeje katika adhabu ambazo tunawapa watoto wetu? Nashukuru. Ikiwa msingi ni kumlea mtoto katika njia impasayo, ili njia hiyo aweze kuisimamia, asiiache hata atakapokuwa mzee. Maana yake ikiwa kuna jambo ambalo mtoto anafanya lisilo jema, ni wajibu wa mzazi anayejua kuwa inapaswa mtoto huyo afanye jambo hili jema, asiichague njia ambayo itamletea majuto baadaye. Njia hii akiizoelea, kama ni tabia ya wizi, mfano tabia ya matusi, au namna yoyote ambayo unaona mtoto huyo akiizoea, kwa sababu ukimwacha katika tabia akiwa na miaka 4, 5, hiyo tabia itakomaa, ataifanya akiwa na miaka 9, 15, na baadaye atakuwa binti anayeolewa au kijana anayeoa akiwa na tabia hizo. Kwa hiyo ni lazima, na msingi wa neno ni muhimu. Neno linampa mzazi moja ya njia mojawapo ya kumtengenezea mtoto njia yake au tabia. Katika mstari wa 15 hapo ndio kuirekebisha, nazungumza juu ya kuwa ndani ya moyo wa mtoto kuna namna ya ujinga, kutokujua ipasavyo. Ili mzazi amsaidie kujua kutoa, inasema ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali. Ni fimbo ya adhabu. Na ni katika upendo unamrekebisha mtoto. Biblia inasema na Mzee Chaula anajua hiyo ndo ana shauku ya kuongelea zaidi, atampatia nafasi atatuambia lakini si fimbo katika kumpiga mtoto hata mtoto ashindwe kuamka, ambapo pia tunaona mkono wa sheria unaweza kukushika endapo hii fimbo au kuitumia kumrekebisha mtoto ile tabia, bali ulitumia ile fimbo kana kwamba kumkomoa. Mimi ndo nafahamu mtoto wangu, naona chapa mpaka aelewe kwamba amekosea. Hapana, si kwa namna hiyo. Kumbuka kila kitu lazima kiwe na kiasi. Lakini pia katika kuchapa uongozi na upendo. Yule bado ni mtoto, unamsaidia. Na kabla ya huja mchapa, mwelimishe, mpe akili. Hiki unachokifanya katika hiki na kufanya hivi, sikutesi, lakini nataka uache hiki na hiki kwa namna hii. Bado hata akiadhibiwa, katika kuadhibiwa kule, wengine wao wanakuja kukumbuka. Kwa mfano kama mwalimu, namshukuru mwalimu alinichapa, nilikuwa mimi ni mkorofi darasani, leo hii nisingekuwa mwandishi wa habari kama mwalimu angeniacha na tabia zangu za kuruka kwenye madirisha. Kwa hiyo nashukuru vile viboko viliondoa mbavu na ukorofi uliokuwa. Kwa hiyo adhabu kibiblia kama mwongozo wa neno unavyosema inatumika kurekebisha tabia. Kwa hiyo inakuwa kwenye kiasi cha kurekebisha tabia katika hatua za malezi. Mzee Chaula ataongea. Amen. Lakini nataka kusema kitu kwamba wakati mwingine tunapaswa kuzungumza na watoto wetu kwanza kabla ya nini, ya kuwachapa au kuwaadhibu. Imeitwa fimbo ya adhabu kwa sababu inatakiwa iwe tu ni adhabu ya kosa aliyofanya. Kama hajalitambua kosa lake mtoto, mara nyingine ni changamoto kuto kurudia. Atarudia kwa sababu hakuelewa vizuri kosa lake. So nafikiri kitu cha kwanza mtoto aelewe kosa lake. Alafu unamwadhibu kulingana na kosa lake. Sio zaidi ya kosa lake. Unajua mzazi usilimbikize makosa ya mtoto, umwambie kwamba na lile ulikosea, na hilo pia ulikosea, na hili pia ulikosea. Hiyo haiwi katika malezi mazuri. Mtoto anatakiwa baada tu ya kukosea apate adhabu yake pale pale, ili ajue hili ni kosa, sitaki kufanya hivyo. Na ndugu yangu, si lazima iwe lazima kila kosa lipewe fimbo, kwa sababu Biblia imesema. Kwa msingi huo tunaweza tukajikuta kuwa
basi mtoto huyo atakuwa anapigwa asubuhi, mchana mpaka jioni, kwa sababu anaweza akawa anarudia kwa wakati mwingine. Makosa ni mengi sana, lakini lazima uangalie, unamwelimisha katika upendo, unamwelekeza, lakini inapobidi katika tabia zile anazoonyesha usugu, basi unachukua hatua ya kumchapa, sio kumpiga. Unakumchapa na kumpiga. Kumpiga mtu anaweza chukua lolote, piga nalo, hata kichwani sasa, au kumpiga popote, hata kichwani, inazidi adhabu. Mtoto wa miaka 9 unatumia fimbo yenye uzito hata wa gramu karibu kubwa, haitaki kwa. Asante sana. Naam. Asante sana. Sasa ningependa tutahamia kwa Mzee Chaula, ataongea mawili matatu pia yeye, tuweze kupata zaidi katika hii, na tutarudi kusema sasa nini tunatakiwa tufanye sisi kama wazazi, hasa tunaomcha Mungu. Na kama hatumchi Mungu tufanyeje? Tumche Mungu, maana watoto pia wanajifunza kwa yale wanayoyaona. Na hapo mwalimu, kabla tujahama switch, wazazi ndio msingi wa malezi, kwa sababu Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo. Hii njia mzazi ndio anaijua. Kwa hiyo wazazi ndio lazima uwe msingi wa kutambua hayo malezi mema, ikiwa ni kwa binti au kwa kijana. Na mimi nasema na hasa baba, anao wajibu. Mimi najua kuna yale Mungu anatupa kama wababa, hata kuelekeza wake zetu ili kulea watoto wetu. Sote ni wazazi, lakini kuna maelekezo ya msingi ambayo Mungu anampa baba. Unakumbuka pale Edeni tu, maelekezo ya kwanza anapewa nani? Adamu. Lakini pia unapata vizazi na vizazi waliokuwa hata wanabariki watoto wao ni wa baba. Japo kwa sasa baba wengi wana muda kana. Hawana muda. Hiyo sasa tutaanza na Mzee Chaula. Amen. Nashukuru sana. Asante sana. Asante sana.